Kiukweli siwezi nikaongelea kiushabiki kwa sababu kitu kizuri huaga kinaonekana. Wapo ambao watu walishashindana na wakashindwa. Na kuhusu hizi nyimbo zilizotoka hivi karibuni, ni nyimbo ambazo ni nzuri, lakini pia ukiangalia kwenye viewers, nyimbo Diamond ina viewers ndani ya siku moja ilikuwa na viewers milioni 1. Ukitazama nyimbo ya Harmonize Kidedea ilikuwa na siku 7 ilikuwa na viewers 700,000. Harmonize pia siku hizi anarudi nyuma sana kimuziki, japokuwa na kiki. Achane na habari za kiki, kutoboa masikio sio kiki. Unaweza kusubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Diamond Platnumz ameendelea kufanya poa sana, hususan kwenye kiwanda hiki cha muziki wa Bongo Flava kuliko Harmonize. Harmonize ameachia nyimbo ya Kidedea na Diamond ameachia nyimbo ya Msumari. Nyimbo hizi zimekuwa na mapokezi tofauti, hususan kwa Diamond na upande wa Harmonize. Nyimbo ambayo imeenda zaidi duniani na kufanya vizuri ni nyimbo ya Msumari ya mwanamuziki Diamond Platnumz, na nyimbo ya Kidedea ya Harmonize imeshindwa kufanya vizuri. Wengine wakisema kwamba Harmonize ni msanii ambaye sasa hivi ni kama ameishiwa kwenye upande wa mashairi, na kwa upande wa Diamond Platnumz yeye ameendelea kwenda mbele zaidi kuliko Harmonize. Vipi maoni yako? Ni kweli Harmonize ameshuka kwenye muziki, Diamond ameendelea kushikilia nafasi yake pale juu? Muziki wa Diamond Platnumz ni muziki mkubwa, muziki ambao hauwezi kufananisha na msanii yoyote kwa hapa Bongo kwa sasa, kwa sababu wapo ambao watu walishashindana na wakashindwa. Hata unaposikiliza muziki unasikia muziki ambao unaeleweka, anaimba muziki mzuri. Na kuhusu hizi nyimbo zilizotoka hivi karibuni ya Konde Gang na Diamond, ni nyimbo ambazo ni nzuri. Pia ukiangalia kwenye viewers, nyimbo Diamond ndani ya siku moja ilikuwa na viewers milioni 1. Kitazama Kidedea ilikuwa na siku 7 ilikuwa na viewers 700,000. Kwa hiyo kama kuna sehemu anakosea ajue kwamba ni wapi apaweke sawa. Achane na habari za kiki, kutoboa masikio sio kiki. Ndio unafanya muziki wako huo bora? Hapana. Takiwa atengeneze kitu ambacho ni bora. Sasa hivi ushindani ambao ulikuwepo kati ya Diamond Platnumz na Harmonize, unadhani sasa hivi Harmonize bado anatakiwa kuendelea kushindana na Diamond Platnumz kwenye muziki? Kiukweli hapana, kwa sababu Diamond level yake ishakuwa ni juu zaidi. Tazama toka kipindi wanashindana Alikiba na Diamond, Alikiba mwenyewe sasa hivi kasalenda, ka give up, hawezi kushindana naye kwa sababu kila kukicha anafanya muziki mkubwa na mzuri, muziki wa kibiashara kupata pesa. Afanye muziki kama starehe kama wengine. Kwa hiyo kwa Harmonize kushindana na Diamond sio kweli, hawezi kumfikia, kwa sababu kizuri kinaonekana na watu wanaona vizuri anavyovifanya, video kali anaachia hivyo. Na tumeona pia siku ya juzi ni kwamba Ibra amehojiwa na kituo kikubwa cha Wasafi cha radio pamoja na TV, kwamba huenda Ibra kasaini pale kwenye record ya WCB chini ya Diamond Platnumz. Labda unadhani kwa nini Ibra ameamua kuhamia upande wa WCB? Kuhamia pale ni kutokana na lebo ya Konde inayumba kiuchumi, kwa sababu lebo hizi huaga zinaenda kwa mazingira ya kutafuta pesa. Huwezi ukawa na lebo kama haingizi, na yule amewekwa pale kama mfanyabiashara. Kwa hiyo ameona labda hapati maslahi ya kutosha ya kupata kipato kupitia yeye kuendesha muziki wake na familia yake, kwa sababu muziki ni biashara. Kwa hiyo kaona akienda kwa Diamond Platnumz anaweza akatimiza ndoto zake. Diamond ni mtu ambaye anaweza kuendesha muziki mzuri na kufanya muziki kuwa kibiashara zaidi, na ndio maana Ibra kaona aende kwa Diamond Platnumz akafanya muziki mzuri na kutimiza ndoto zake. Na tutarajie kuona Ibra huenda akawa msanii mkubwa kuliko Harmonize kwa namna ambavyo Ibra ameamua kuhamia WCB. Of course, kwa sababu Diamond ni mtu ambaye hana roho ya chuki, ni mtu ambaye anakutengeneza, anahakikisha ndoto zake zinatimia kwa msanii ambaye anayemweka pale lebo yoyote.
kwamba mpaka hakikisha anafika level fulani, anaangalia sasa kama ni kuvunja mkataba, lakini anahakikisha kwamba huyu msanii ashafika level fulani. Angalia hata Mboskani, Livani, Harmonize mwenyewe katoka pale. Kwa hiyo wote ni wasanii ambao washafika level fulani, ndio kwamba hata akiwaacha nao wanaendelea na majukumu yao ya kimuziki. Angalia wasanii wote waliotoka kwa Konde Gang ni wasanii ambao wametoka, lakini bado ukiangalia kwenye life yao ya kimuziki pia unakuta tayari washapotea. Angalia kama Angela, angalia wakina Akili, wakina Chid, ni wasanii ambao washapotea. Umeona? Kwa hiyo Diamond acha apewe tu maua yake, kwa sababu anafanya kitu kwa haki. Ni Diamond Platinum pekee, kwa sababu ukiangalia hata ufuatiliaji wa mashabiki, Diamond ana mashabiki wa kutosha, ana mashabiki wengi. Kwa hiyo ni msanii ambaye huwezi mkamshindanisha na msanii yoyote kwa hapa Tanzania. Muziki wake wa kimataifa zaidi. Sasa hivi Diamond Platnumz game limekubali kwa upande wake na ameendelea kuachia midundo ambayo inaenda duniani. Diamond Platnumz ndoto yake kubwa ni kufanya makorabo makubwa ya duniani huko, na tumeona siku za hivi karibuni, takriban kama wiki kadhaa hivi, ameshirikishwa na msanii kutoka nchini Marekani, Ciara, ambaye pia aliwahi kushirikishwa na wasanii wakubwa kama Chris Brown, kina Busta Rhymes na kina Tyga. Lakini pia Ciara ni moja kati ya wasanii wakubwa duniani ambao wana zaidi ya followers milioni 35 kwenye ukurasa wa Instagram. Lakini pia kwenye upande wa subscribers, Ciara ana subscribers milioni 7, lakini kwa upande wa Diamond Platnumz ana subscribers milioni 10. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo Diamond Platnumz ni msanii mkubwa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, na ndio msanii ambaye sasa hivi ameushikilia muziki wa Afrika kwa sasa hivi. Diamond acha apewe tu maua yake. Ukiangalia hata ufuatiliaji wa mashabiki, Diamond ana mashabiki wa kutosha, ana mashabiki wengi. Kwa sasa dunia nzima inamtazama yeye. Kiufupi, yani huwezi mkamshindanisha na msanii yoyote kwa hapa Tanzania. Muziki wake wa kimataifa zaidi. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya wachambuzi wa muziki wa Bongo Flava ambaye pia anafuatia muziki wa Harmonize pamoja na muziki wa Diamond Platnumz. Tulikuwa tunazungumzia namna ambavyo mapokezi ya msumari nyimbo ya Diamond Platnumz, lakini pia nyimbo ya Kidedea na Harmonize. Kila kiachia nyimbo ni kwamba nyimbo zake zimekuwa zikihiti kwa muda wa wiki moja tu, lakini pia hata kwa upande wa numbers za Harmonize ni kwamba Harmonize anaonekana kuporomoka sana kwenye kiwanda hiki cha muziki wa Bongo Flava, na tunaona pia wasanii ambao walikuwa chini sana sasa hivi wamekuja kwa kasi sana. Mbosso pia kilitamba na ngoma yake ya Power imeweza kufanya vizuri, lakini pia Mario mmoja kati ya wasanii ambao wanamuumiza kichwa sana mwanamuziki Harmonize. Lakini pia yupo Vanny Boy Chui, ni moja kati ya wasanii ambao wana talenti kubwa kuwahi kutokea nchini Tanzania. Lakini pia mtazamaji, unaweza kuachia comment yako hapo chini.